Yes, Baba Dr. Apostle Peter Murugaru please. Na mimi ni mhubiri wa injili ya Mungu. Na ningetaka kuambia wahubiri wale wa ukweli na wahubiri wale wa uongo, waache kuongea ile matope wanaongeanga hapa. Hii TikTok. Wajeni wa Kenya tusemesane ukweli, sababu kumekuwa na ulaghai. Kumekuwa na wahubiri wa uongo. Kumekuwa na makanisa ndini ya ushetani. Na kuko na kanisa la Mungu na kuko na wasugaji wa Mungu. Wakristo wa ukweli na Wakristo wa uongo. Kunayo ule fake na ule original. Sawa Wakenya, mtajuaje pastor fake, pastor original? Mtajuaje nabii original, nabii wa uongo? Mtajuaje pastor wa uongo au pastor wa ukweli? Mtajuaje bishop wa uongo au bishop wa ukweli? Wakenya tutajua wahubiri wa ukweli kwa matendo. Wakiza kuhubiri neno la Mungu, tutawajua Wakenya kwa matendo yao. Lakini sio kutuambia vile ni watu wazuri au ni watu ambaye wanaendelea kukosesa wananchi au Wakristo kwa madini zao na kwa matumbo zao. Mimi nikiwa Dr. Apostle Peter Murugaru from Kenya, ninawajua sababu nimetembea nao wa Kenya kila kona, baka huko Mombasa, baka huko Nairobi, na ninajua wasungaji wengi sio wasungaji wa ukweli, ni tumbo zao, na wengine wa Kristo ni tumbo zao. Muniamini au mukose kuniamini. Ukienda kwa hii tumbu yangu utasikia maneno yangu, na utasikia hapo hata huyu Cyril wa Israel akikuja nilikuwa natangazia wa Kenya barabarani. Jameni, nikafunga makanisa wa Kenya ni sababu ya ile takataka. Nilienda nikaangalia na nikaona kichapo kikumbwa Mungu amenielekeza kupitia waumini Basra wa Kenya. Nikiwa hapa grupani wa Kenya, I'm telling these peoples, sababu Mungu amenisaidia mpaka nikaenda nikasoma certificate na diploma wa Kenya, ili niweze kufikia mioyo ya watu wengi. Mimi nikiwa hapa kuna mtu hata mmoja naweza pemperesa, sababu ninawajua na ninajua matendo yao. Bati wa Kenya, Mungu anasema enenda ulimwengu kote ukawahubirie watu wa Mungu, walio ambaye wamepotea na walio ambaye hawajui njia au wanaijua. Basi ni wakosoe watu wa Kenya. Mimi nimehangaika miaka nyingi. Hawa washungaji na hawa mapasta na hawa mabishop wa siku ya leo wanafungua nyumba kama Cusick, inajanja kwa mwezi moja au kwa mwaka moja. Na Yesu yeye mwenyewe alihubiri neno la Mungu na sinda nyingi wa Kenya. Jameni, hii magari na pesa na manyumba kujaa watu inatoka wapi wa Kenya? Na kina waramba after kukaa kidogo, siku za mwizi zimehesabiwa wa Kenya. Bas, ukaona hawa watu matendo yao ni matendo ya kupogonya wa Kristo. Nikiwa hapa Dr. Apostle Peter Murugaru, na ninawajua kwa majina na kwa matendo, na siwaogopi. Vijana wadogo wanafunguaga tukisek ya kudanganya wa Kenya wakijibadika majina. Hao ni mabishop au mapasta wa Kenya. Chunguzeni sana, muangalie sana kwa makini sana, sababu 66 imetokea na wanakuaga na pete na tayari wanaigiaga kwa Wakristo na wanakuwa na mdomo mzuri sana ya kumesa na kukura na kumalisa. Wakenya, hatuwezi kuanjua hawa watu bila maombi. Hatuwezi kuanjua hawa watu bila kusoma neno la Mungu. Wakenya, hatuwezi kuanjua
hawa wanaraba kondoo za Bwana, wanameza kondoo za Bwana, wanakula Wakristo, wanaua Wakristo. Kwa hiyo manyumba yao ni biashara na mambo yao wa Kenya. But Yesu Kristo akasema, msipapaike mioyoni mwenu, maana naenda kuandalia nyumba au makao. Mahali mimi Yesu Kristo nimeenda, hapo nanyi ndipo mutakuwa watoto wangu. The Bible inasema wa Kenya, tumwamini Mungu, siku ya mwisho wa nyakatani watajitokeza wengi manabii wa uongo, watadanganya watu wengi na kwa neno au kwa Biblia. Lakini Yesu akasema, tutawajua kwa matendo yao. Wakristo wangu wale ambaye mumetezeka hata kama Apostle Murugaru, nikatezeka mpaka nikaondoka hiyo kanisa zao, ya kwamba nilijua sio kanisa ni biashara na sio kupiga arorote. Naongea ukweli wa Kenya, nikiwa hapa kwa mitandao ninaongea iliyo moyoni wangu na kusunika sana, ya kwamba hawa vijana wa siku ya leo wanajiita manabii, mapasta, maprofet ni wa uongo mtupu, na wale baba yao ni ibilisi na ni setani. Wa Kenya, mimi ninajua hapa, nikiwa hapa grupani, na ninajua ni kwa nini Mungu anaita wateule wake. Biblia inasemanga ya kwamba wa Kenya, mutaona mambo ikifanyika katika ndoa zenu na katika maisha yenu. Wa Kenya, hii mambo inajitokeza kila wakati, kila saa. Mtu anafungua kanisa, anajiita majina makubwa, prophet au pastor ama bishop au apostle, na ukiangalia matendo yake ni matendo maofu, na hadi mwishoe watu wanafifia kwa hiyo nyumba anapandika kanisa. Ukiangalia wa Kenya, watu wanakufia pale kwa hiyo nyumba au hiyo inaitwa ni kanisa. What for? Watu wakufe na ni Wakristo na pasta ameweko pale akaweza kuwahudumia. Wakristo tumepoteso na hao mapasta wa uongo, ya kwamba mimi nikiwa apostle ninawajua na matendo yao, na kuna mahali watanipeleka, nitapigana nao mpaka dakika ya mwisho. Wakristo wa Kenya, ninataka kuambia ukweli, na watu ambaye wanasema wako na mafuta wakidanganya Wakristo, wakiwaambia mafuta itawabariki. Never, I am a country, na ninakataa hiyo mambo yao. Yesu anatuambia walio ambaye wanajua Mungu wa ukweli, wakitumbu dhambi zao wanirudie mimi Mungu, nitawasafisha dhambi zote na dhambi zao. Wa Kenya, hii ni lahana kubwa na ni lahana kuu. Mapasta wa Kenya wa uongo, wahumbiri wa Kenya wa uongo, mabishop wa Kenya wa uongo, maprofeti wa Kenya wa uongo, wakirarua kondoo za Jehova. Wakristo, niseme ya kweli, wakati wa hukumu wataenda watajipata motoni na watakula ambacho wamepanda. Wa Kenya, mimi naitwa Dr. Apostle Peter Murugaru, na siogopi mtu yoyote. Ni ya kwamba mimi nimetumwa na Mungu niongee ukweli, na nimehubiri wa Kenya miaka ingine moja 28, na hata saa hii wa Kenya ninahubiri mahubiri ya Mungu barabarani. Je, ni kwa nini hata gari sina? Hawa watu wako na magari makubwa sana, wengine wanaendesha magari ya black, wengine wanaendesha magari ya kibahari, wengine wanakuwa na ambulance ya hospitali. Je, hii ni ungwana kweli? Kanisa la Mungu likiwa na ambulance. Je, hii ni ungwana kweli ya mapasta wa Kenya na mabishop wa uongo na mapasta wa uongo na maprofeti wa uongo wa ushetani? Je, hii ni ungwana wa Kenya? Wakati wa Kristo wanakufa
Je, ningetaka kumaanisha hivi, walio na mirengo yao hao mrengo wake? Huyo neno linasema amevalia kosi la kondoo, ndani lake ni mbwa mwitu. Jameni, Biblia inasema watafungio uko nje, na uko nje ndio kutakuwa maraya na maupwa na wachawi na wauaji na warogi. Je, unaweza kukaribiana na mimi tusemesane ukweli wa Kristo, tuache kudaganyo? Na hawa watu wamekubali na wanapata pete na wanakuaga na pete hizo, unaona, wanaweka kwa mikono yao, wanadanganya watu na wanakula watu wa Mungu. Pete moja, kuna ile kasi ambazo inafanya Wakristo. Hii ni ungwana wa Kenya, kudanganya wa Kenya na manyumba makubwa, wakiambia watu ati tunaenda biguni. Hii biguni wanaenda na wakiambia waende watatoroka biu. Haa, mapasta wa Kenya ni waragai? Hao sio waragai. Hao mapasta wa Kenya ni ungwana kweli, kukula kondoo za Bwana, na tumetumwa na Mungu tuende tukahumbirie wa Kenya. Wanaongeanga jameni mambo ya kutisatisa, na saa ingine wa Kenya ninasindo pasta yeye mwenyewe mwingine ako karibu na mimi, na ile matendo yake wa Kenya nikiangalia nikitazama, na hata umbwa mambo yake haiwezi linganisho na maumbwa wa Kenya. Na hii si tafadhali, ni taarifa Mungu ameniweka ndani yangu. Shiro Waisland ameongea ukweli kuhusu wale mapasta wa uongo, na sio watu wasiende kanisani. Likienda kumalizia ya mwisho, ningetangaza habari njema, watu watafute kanisa la Mungu, watu watafute watumishi walio ambaye ni wa Mungu, kanisa la Jehova, kanisa lilio na uwepo wa Mungu. Wa Kenya tukifanya hivyo tutapata baraka za Mungu. Ni ya kwamba tunaombea watu na watu wanapata kibali ya kutembea nayo, na ni kweli wa Kenya. Hii mapasta ni feki, sababu wanahusia watu vivagio, wanahusia watu chumbi na manji, wakiwambia watu wakiwasalimia watapokea baraka, na kienda yeye mwenyewe unamwangalia matendo yake, hata kifo ni sawasawa na yeye. Na ndivyo unaona maugonjwa ya kasa. Haa, mapasta wa uongo wameweka watu wengi jameni, na kukoroga watu wa Mungu wakufe hovyo hovyo. Jameni, hiyo manyumba munakaa, mutakufa kama uko, na mutakufia uko kama maumbwa. Ya kwamba sio kanisa la Jehova, ni kanisa la pasta mwenyewe na mke na watoto wake, au akue anasaidia watoto wao na familia yao, lakini lengo lake sio kupeleka watu kwa Jehova. Ningemarishia niseme wale ambao wanataka kunipigia simu, ama Dr. Apostle Peter Murugaru, na ninahubiri na sidira nyingi sana kwa barabarani na kwa hospitali nikiombea watu, na namba yako ya simu ni 0723 034 247 0723 034 247. Wakenya tusimame katika mwanya, na Bwana atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Ningekuwa nataka kuwatangazia wengi, lakini mkinifuatilia na mupige hiyo simu yangu nitawaambia, sababu wengine hata wanatabiri mambo mabaya na wanasema watu watajipatia na watu watapata. Hiyo sio ugwana wa Kenya. Ugwana ni tuhubirie wa Kenya ukweli, na tuambie watu ukweli, hata kama hatutapata sadaka ama matoleo yoyote. Tuambie wa Kenya neno la Mungu, na neno la ukweli, neno lio na ushima wa milele. Bwana Kristo awabariki. Ama Dr. Apostle Peter Murugaru, nimetoka huko pade ya Murang'a, pade inaitwa hapo Kabati, hapo Riadegwa. Niko hapa pade ya Mwea Kirinyaga,
na ninahubiri gospel ya Mungu, gospel iko na tamu. Karibuni sana wa Kenya. Thank you. God bless you. God bless you.